premature death. Kwa jina la Yesu ninatangaza nitakuwepo kwenye harusi za watoto wangu. Nitakuwepo kwenye mahafali ya watoto wangu. Nitakuwepo watoto wangu wakizaa. Nitawashika wajukuu zangu kwa jina la Yesu. Ninafuta laana yoyote ya kifo cha mapema. Ninaisemesha kansa ya kizazi kwa jina la Yesu. Hautaniua. Naisemesha kansa ya matiti haitaniua. Presha haitaniua. Stresi hazitaniua kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu ninajichomoa, ninajitoa kwenye ulimwengu wa uovu kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu leo ninahama mimi na kizazi changu na wajukuu zangu, kizazi cha 3 na cha 4 kwa jina la Yesu. Hawatapita nilikopita kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Naitangazia HIV haitaniua. Sukari haitaniua. Pumu haitaniua. Wala sickle cell haitatuua kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu tunajitenga mbali na roho za ajali. Tunakataa mamlaka ya jina la Yesu. Kila ajali zilizotengenezwa mwishoni mwa mwaka zitakuwa fungu langu na uzao wangu. Ninaita damu ya Yesu kama mwamvuli itatufunika na uzao wangu kwa jina la Yesu. Na kwa damu ya Yesu Roho wa Kristo weka alama familia yangu yote kwamba tutavuka mwaka kwa jina la Yesu. Tunatangaza damu zetu hazitafaa kafara kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Unaweza ukamshukuru Mungu kwamba sitakufa mapema kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mwambie sitawakilishwa kwenye sherehe zote za watoto wangu, hata niwakilisha mama mdogo au mama mkubwa, wala baba yao, baba mkubwa wala baba mdogo. Baba yao watakuwepo na mama yao watakuwepo. Hata kama hujaolewa, kiri kwa imani. Tunatengeneza kwenye ulimwengu wa roho. Tunakiri kwenye ulimwengu wa roho. Tunayataja yasiyokuwako kana kwamba yamekuwako. Hebu taja, mwambie Bwana sitakufa mapema. Ipige kifua, jiambie mimi sitakufa mapema. Sitakufa mapema. Kataa. Wewe umetolewa kuwa mawindo kwenye meno ya adui. Nani ajuaye shetani alichokipanga? Ni mkono wa Bwana umekurehemu. Ni mkono wa Bwana umekutetea. Mwambie Bwana sitakufa mapema. Usinong'one wanawake. Usinong'one. Nataka kusikia ukisema sitakufa mapema. Jigambe kwa Yesu wako. Tangaza kwamba sitakufa mapema. Nitamwona Kristiani akioa. Nitaona watoto wa Kristiani. Nitaona wajukuu wa Kristiani. Katika jina la Yesu. Ndio natangaza, ardhi isikie na anga lisikie. Raba shaka tayaba. Rebo sheke rebo shaka. Kataa vifo vya mapema. Kataa premature death. Kansa hazitatuondoa. Wakati mwingine maukimwi tunaletewa. Mwambie Bwana mabaya hayatanipata mimi, wala hayatakaribia hema yangu. Aliyeutafuta ataondoka nao, not me. Kataa. Aliyeleta ataondoka nao, sio wewe. Mwambie Bwana sitakufa na HIV. Sikulitafuta. Kataa.
Kataa pressure. Kataa depression. Kataa roho za kuchanganyikiwa. Kataa. Tunachanganyikiwa sababu ya maumivu. Umechanganyikiwa wewe. Mwambie Baba nakataa. Nakataa kuchanganyikiwa. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Mwambie Bwana, mwambie Bwana. Mwambie Roho wa Baba, mwambie Roho wa Baba. Mwambie Roho wa Baba, mwambie Roho wa Baba. Naomba wimbo wa kuabudu. Rabo sheketele barabara. Raba shatale barabara. Rikanda raba kondoro bonde banda rabo. Raikorianta rama yama koro washe. Rikarebo.
Unajua shetani alikungatia kidole, akutaka uione leo. Kwa nini usimwambie Yesu shikamoo? Maana leo tumeiona. Akachelewesha mabasi ili upotee, lakini Yesu amekusaidia, umefika. Kwa nini tusimwambie Yesu shikamoo? Haleluya. Tukae katika uwepo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ninawasalimu nyote katika jina zuri sana la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Habari ya mchana. Ninamfurahia Yesu kwa ajili yako. Napenda kuwakaribisha wale wa TikTok, wale wa Instagram. Hii ni madhabahu ya Injili toka nyumbani inayoongozwa na evangelist na pastor Eva Aluna Mondosha Mama 5. Haleluya. Nafurahia Yesu kwa sababu yako. Namshukuru Mungu, nilikuwa safari, nimeenjoy. Yesu shikamoo. Yesu aliamua kunipumzisha na nimepumzika katika mji ule wa Arusha. Nilikuwa kwenye hoteli moja ya kitalii, alafu sijalipia hata 100. Yesu shikamoo. Kwa mama, tusikate tamaa, tuna Yesu. Tusivunjike moyo, tuna Yesu. Yaani kwenye haya maisha usije ukajikatia tamaa. Kesho ya mtu yoyote iko kwenye mikono ya Mungu. Amen. Hivi ninavyowaambia, na safari ya kuelekea Iringa, mtu mmoja tu kalipa tiketi ya ndege. Amina. Nasema mama, huwezi kupanda basi bwana. Sisi watoto wako, mtu mmoja tu kwenda na kurudi ndege. Shikamoo Yesu. Yesu shikamoo. Utaniambia nini kwa habari ya huyu Yesu? Wanawake, hakuna kukata tamaa. Ishi ili wengine waishi. Mfurahie Mungu kwa siku ambayo Mungu amekupa. Acha kuangalia jana. Kesho yoyote iko kwenye mikono ya Mungu. Hata huyo anayekusumbua hana mbingu eti. Hana mbingu. Tuna Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, yuko hapa. Nasema yuko hapa. Nasema yuko hapa. Kwa nini namshukuru Mungu sana. Tutatambuana wageni baadaye sababu tuko live. Ngoja niongee tu neno la Mungu kwa kifupi, kwa sababu neno la Mungu peke yake ndio lina uwezo wa kutuweka huru. Neno la Mungu peke yake. Yesu tu ndio anayeweza kukuweka huru. Ukizingatia hicho ninachokufundisha na haya maombi ninayokuambia, haya maombi haya ndio yanawavusha wenzangu. Haya hata wiki iliyopita kuna mtu alitendewa siku ile huyu dada hapa atashuhudia baadaye. Atawaambia kitu, mkuta rafiki yake, kamleta rafiki yake kapokea. Hapa maombi haya sipi, lakini Mungu anafanya. Kikubwa tumwamini Bwana. Fungua pamoja nami kitabu cha Marko sura ya 5. Marko sura ya 5 mstari wa 1 mpaka wa 13. Natambua uwepo wa Roho Mtakatifu. Hii maiki sielewi. Nanisikia? Nanisikia vizuri? Okay. Natambua uwepo wa Roho Mtakatifu katikati yetu, na mume wangu alisema atapiga simu. Kuna kitu Roho wa Bwana amemwonyesha. Wanaofahamu yule baba anatembea kwenye neno la kinabii. Mungu amemtumia sana, na nyinyi watoto wangu usipate shida. Ana staff tu mwakani hapa. Amen. Kwa hiyo tutakuwa naye. Kwa hiyo tutakuwa naye. Ile zela imani, unajua watu wakishazeeka hawana mambo mengi. Wao wako na Yesu tu. Amen. Mungu amempa jicho la kinabii, anachungulia rohoni, anaona. Amen. Kwa hiyo anasema atapiga simu, kuna kitu Mungu amemsemesha. Kwa hiyo mnikumbushe. Nikimaliza atapiga simu live, atatuombea live. Na akija inabidi sasa muandike nani na nani, tutachukua watu wachache. Atakuja Dar es Salaam anakujaga ili aunane na watu wachache. Sawa, watumishi wa Yesu. Wale wenye kesi mzito wewe akao pendeze kasubiri. Mama anasema wewe mama, nani asubiri? Kuna cha kudeka pale kila Efeta na huyo hapo Renata. Watoto wa mzee Haruna. Biblia inasema, nimesema Marko 5 mstari wa 1 mpaka wa 13. Fungua na Luka 13:10 mpaka 13. Nataka kwenda kuzungumzia kitu kidogo kinachoitwa vifungo, lakini somo sitalimaliza lote. Sidhani kama nitalimaliza.
sababu leo nina ratiba ndefu kidogo. Biblia inaniambia wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Hiyo Marko 5:1-13. Marko, unajua mimi mwinjilisti nasema haraka, afu niwaambia nilikuwa na kigumizi. Kwa maneno yote ambayo sikuongea wakati ule ndo nayafikia. Amen. Kwa hiyo mwe makini. Mimi naongea haraka kweli kweli. Hapa hatuko yani ukiona kaandiko kamekupita, niambie mama andiko ile rudia. Sawa? Amen. Neno ndo litakalo tuvusha. Neno peke yake, neno ndo lina uwezo wa kukufungua na kukuweka huru. Amen. Nimesema na Luka 13:10-13. Natambua uwepo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu asante sababu upo, utathibitisha neno hili, liko tayari kutumiwa na wewe kama mtumwa lisiye na faida. Katika jina la Yesu. Amen. Na mtu anaweza kanisaidia kusoma. Tutasoma kwa jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu linasema Marko 5:1, wakafika ng'ambo ya bahari mpaka nchi ya Wagerasi. Na alipokwisha kushuka chomboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yoyote aliyeweza kumfunga tena, hata kwa minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo. Akaikata ile minyororo na kuzivunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Mstari wa 5, na siku zote usiku na mchana alikuwako makaburini na milimani akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Mstari wa 6, na alipomwona Yesu kwa mbali alipiga mbio akamsujudia. Mstari wa 7, akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu uliye juu? Na kuapisha kwa Mungu usinitese. Mstari wa 8, kwa sababu amemwambia, ewe pepo mchafu mtoke mtu huyu. Mstari wa 9, akamuuliza, jina lako nani? Akamjibu, jina langu ni Legioni, kwa kuwa tu wengi. Mstari wa 10, akamsihi sana asiwapeleke nje ya nchi ile. 11, na hapo milimani palikuwa na kundi kubwa la nguruwe wakilisha. Mstari wa 12, pepo wote wakamsihi wakisema, tupeleke katika nguruwe tupate kuwaingia wao. Mstari wa 13, akawapa ruhusa, wale pepo wachafu wakatoka wakaingia katika wale nguruwe, nalo kundi lote likateremka kwa kasi gengeni, wakaingia baharini, wapata 2,000 wakafa baharini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nimesema tutaenda kuongelea kitu kidogo kinachosema vifungo. Mtu anaweza akafungwa na asijue kwamba amefungwa, na ndicho kitu watu wengi ambacho kinatutesa. Utakuta kuna kustruggle sana kwenye maisha yetu. Hakuna kitu kinaenda kwenye maisha, kila kitu chako au kupati kiwepesi. Yaani ni kama mieleka, ni kama mashindano, ni kama vita, lakini shida kubwa ni vifungo. Lakini mwingine hajui kuwa amefungwa. Lakini nini maana ya neno kifungo? Nini maana ya neno kifungo? Lina maana ya mtu au kitu kuzuiliwa katika eneo fulani. Ina maana ya mtu au kitu kuzuiliwa katika eneo fulani. Kwa mfano, mtu aliyoko gerezani amezuiwa uhuru wake, hawezi kufanya, anatamani kwenda kwenye ibada lakini hawezi kwenda. Anatamani akaone familia yake, hawezi kwenda kwa sababu tu yuko kifungoni. Sasa kwenye maisha ya rohoni tuna hivyo vifungo ambavyo vimetuwekea mipaka katika maeneo mbalimbali. Utakuta unafanya biashara, jirani yako anauza lakini wewe huuzi. Utakuta wote mliozaliwa nao umri mmoja, wote mmesoma shule moja wote, tena wewe ulikuwa unapata tuition wako mwenzako zero, lakini maisha mwenzako mwenye zero yuko pa juu, wewe jiangalie mahali ulipo. Ni kifungo. Sasa hapa tumesoma habari za Mgerasi.
huyu jamaa alikuwa ndani yake ana utumishi, alikuwa ni mtumishi wa Mungu huyu. Lakini Biblia inasema kwanza alimtoa nyumbani akawa anaishi makaburini. Na cha ajabu ninachompenda Yesu, ile kulikuwa hivi makaburini kuna kuaga na njia. Hakunaga njia ya makaburini. Nani anapenda kuonyesha watu waliokufa sio akakuambukiza bure na ukafa. Lakini tunamuona Yesu alimfuata, alipita mahali ambapo yule jamaa alikuweko. Wanasema walimfunga kwa minyororo walikata, walimfunga kwa pingu walikata. Hakuna kilichokuwa kinaweza kumfunga kibinadamu kikamfanya akae. Alikuwa akipiga makelele akijikata. Kisa nini? Ni kifungo, sababu ndani yake alikuwa na utumishi. Ngoja nikutie moyo my dear. Vifungo wakati mwingine vinavutiwa, si nisemeje? Yaani huo ulimwengu wa giza unavutiwa na aina ya mtu. Kama una bidii utasababisha vifungo vikufuate. Kwa sababu una kitu. Nafikiri shetani naye anataka baruza. Shetani naye hataki majinga. Anataka watu active. Nikikwambia kwa habari ya historia yangu utaelewa. Kwanza mimi nilichelewa kupatikana. Mama yangu alisubiri miaka 6 ndio mimi kuzaliwa. Lakini hata kukua kwangu ilikuwa ni shida. Itokea mama mmoja akataka kuniadopti. Wazazi wangu walikubali, lakini aliposema swala la kuchanjiana damu mama akakataa. Akasema hapana, mimi kuchanjiana damu yale mambo siyajui. Lakini ilikuwa huyo mama hana mtoto wa kike. Kwa hiyo mimi nilipozaliwa aligharamia kila kitu changu. Huwezi amini, ubatizo wangu alienda kufanyia baba. Nikaja kuwa kalevi sababu ubatizo wake ulifanyikia baba. Sasa baba vipi? Labda nilambisha. Lakini shida alikuwa analenga nini? Alijua haya majira, alijua wakati. Kwamba nitamtandika, nitampiga. So alikuwa anatafuta namna yoyote ya kunipotezea dira. Haikutosha. Nilipokuwa na miaka 13 nilivamiwa na pepo. Lile pepo mauti. Sisi majina gani wanaita wenyewe madule, sina hataja kuyataja kwa sababu sitaki kumjua sana shetani. Yakawa nataka nijiue, sikujiua. Mwisho wa siku akasema, sasa kwa sababu amekataa kujiua, basi awe mganga wa kienyeji. Hebu pata picha leo ningekuwa mganga na wangali. Lakini yote hiyo ni nini? Shetani aliona uzo wakati kwamba kuna wakati nitamtandika, nitampiga. Kwa hiyo alikuwa anatafuta vifungo vya kila namna. Aishukuliwe kazi ya msalaba. Yesu akufa msalabani bure. Vile vifungo baada ya mimi kuokoka, ndio hiyo hali ikaisha. Ya mimi kutaka kujiua, ya mimi kuwa mganga wa kienyeji. Walianza kuniotesha na dawa. Nikilala naota kabisa dawa, namsimulia mama. Mama ananiambia, "Fatisha kama mama mimi niwe mganga." Hasta. Lakini nini? Vilikuwa ni vifungo. Ili tu kuzuia kusudi la Mungu. Sasa huyu mgelasi yakamtoa nyumbani, yakamweka makaburini. Makaburini basi amwache anajikatakata. Alikuwa hana maisha mpaka siku aliyokutana na Yesu. Kifungo. Watumishi wa Bwana, kama hujui kuwa una kifungo unaweza kumtenda Mungu dhambi. Utawaona wanaobarikiwa wanaloga. Utaona wanaobarikiwa wanajivuna. Utaona wanaoshuhudia wanajidai, hawajidai, wanashuhudia yale ambayo Bwana amefanya. Nasema ushuhuda ujao ni zamu yako katika jina la Yesu. Nasema wacha Bwana leo akutengenezee ushuhuda wako. Vifungo vinavyoondoka, ushuhuda unazaliwa. Huyu mgelasi tukiona, ukisoma hapo Marko sura ya 5 mstari wa 18 na wa 19 utaona Biblia inasema baada ya kuponywa akataka aende na Yesu. Yesu akasema hapana mwanangu, nenda kawasimulie watu yale mambo ambayo Bwana amekutendea. Ni nini? Alikuwa na kitu ndani. Shetani akasema huyu atanisumbua baadaye. Nini? Ngoja nimuingie. Kuna vitu vimeingia watoto wetu hawafanyi vizuri darasani. Kuna vitu vimeingia kwenye ndoa yetu, maana walijua hiyo ndoa yako hiyo itasaidia watu wengine. Kwa utakuta mama unapita kwenye msukosuko, unapita kwenye maumivu, unapita kwenye mateso, utaumia bure kama ujui kwamba ni kifungo. Haleluya. Kwa hiyo nasema kina maana ya mtu au kitu kuzuiliwa katika eneo fulani. Lakini kifungo ni mgandamizo katika maisha ya mtu unaoambatana na shinikizo kubwa la kuchukua haki yake na kumfanya awe mtumwa. Ni mgandamizo katika maisha ya mtu unaoambatana na shinikizo kubwa la kuchukua haki yake na kumfanya awe mtumwa. Ni shinikizo kubwa la kuchukua haki yake na kumfanya huyo mtu awe mtumwa.
unaweza kawa mtumwa kwenye eneo la hasira, unaweza ukawa mtumwa kwenye eneo la visasi, unaweza ukawa mtumwa kwenye eneo la ugomvi, unaweza ukawa mtumwa kwenye eneo lolote ambalo shetani ameamua tu kwamba wewe ukae hapo. Kisa nini? Ni kifungo. Sasa utakuta unafanya kazi vizuri, wote mnafanya kazi sehemu moja, wenzako wanapata promotion, wewe hakuna promotion. Mnafanya kazi sehemu moja, level moja ya mshahara, wenzako wote level moja ya elimu, wenzako mshahara uko juu, wewe mshahara uko pale pale. Kuna mmoja ameniambia, mama, sio nani amechukua nafasi yangu. Mama, mimi nafanya kazi lakini silipi mshahara wangu, analipwa mtu mwingine, kiliuma. Naye ndio mambo yanayoendelea. Sasa kama hujui, my dear, utaendelea kupambana na watu, usipambane na watu. Ingia katika ulimwengu wa roho, kapambane na shetani. Mwambie shetani, unaniwa wewe, utaachia vya kwangu katika jina la Yesu. Yaani unamwambia hivi, utaviachia kwa lazima kwa damu ya Yesu. Hii nafasi yangu hautaikaa. Kwa sababu mara zote hiki kifungo kinakuja kama mnyang'anyi. Kinakuja kama mnyang'anyi. Bora haki yetu, watumishi wa Bwana. Unayo haki ya kufurahi, unayo haki ya kuwa mtu mkubwa, unayo haki ya kuolewa, unayo haki ya kuzaa, lakini kifungo kimekupa jina wewe ni tasa. Lakini kifungo kimekupa jina wewe ni mjinga, unafeli. Sio kwamba una akili, akili unazo, ni kifungo. Sasa usipojua utakuwa unapiga mark time. Miaka inaenda, siku zinaenda, lakini ni kifungo. Sasa leo katika jina la Yesu tutaenda kushughulika na vifungo vyote vinavyoonekana na visivyoonekana, tunavyovijua na tusivyovijua, na kila mkono rapa shaka, na kila mkono na kila mkono uliohusika kuweka kifungo chochote leo utachomeka kwa jina la Yesu Kristo. Utachomeka kwa jina la Yesu Kristo. Mkono na hicho kinywa kilichonyanyua mdomo na kusema tuone kama atazaa, tuone kama ataolewa, tuone kama atasoma. Tunamwambia Bwana, hicho kinywa leo Bwana tugeuze kitamke baraka. Bwana tugeuze kitamke mema. Haijalishi aliyetamka alikufa. Iko damu ya ayama seketayama. Nasema iko damu ya Yesu Kristo. Nasema iko damu ya Yesu. Kwa hiyo damu tunawekwa huru. Kwa hiyo damu tunakombolewa. Kwa hiyo damu tunatakaswa. Kwa hiyo kwa hiyo damu tunafunguliwa. Haijalishi aliyekufunga ni mganga bingwa kutoka Tanga, ni mganga bingwa kutoka Zanzibar. Tunaye daktari wa madaktari, tunaye dokta wa madokta, anaitwa Simba wa kabila la Yuda. Leo yuko hapa. Nasema leo yuko hapa. Kuna watu wanajidai sisi kwetu kuna mchawi wa Tanga, mchawi wa Sumbawanga, si uchawi wa Wapare. Yote hayo ni majina tu. Tunalo jina linalopita majina yote, jina la Yesu. Jina la Yesu ni zaidi ya chochote. Na ndio maana uwaga na watandika hadharani na wapiga hadharani. Najua niko ndani ya Kristo. Wakitaka kuniloga waanze kumloga Yesu kwanza kama wana ubavu. Kwa hiyo leo nasema leo kile kinywa kilichosema tuone kama utakaa kwenye hiyo ndoa, tuone kama utajenga, tuone kama watoto wako wataolewa. Tunamwambia shetani, imekula kwako. Tumejua hicho ni kifungo. Tumepewa funguo. Nasema tumepewa funguo za kufungua, na hapana anayeweza kufunga kifungo. Kuna watu niliona kwenye maono, yani mtu ameshika kanga, mama ameenda leba, akaifunga, akachukua mdoli, akamweka sini kwenye mti, akafunga. Yesu shikamo. Yesu shikamo. Kwa mateka wa uzinzi, mateka wa ulevi, hao waume zenu wamefungwa. Sasa wewe ukipigana na huyo baba utamsumbua bure. Wewe mpeleke msalabani, muombee akutane na Yesu wa Nazareti. Hizo sketi anazozifunua siku akikutana na Yesu ataacha kufunua sketi.
Unakataka tuache uzinzi, ataachaje uzinzi hana Yesu? Atuachi dhambi kwa kujitahidi. Tunaacha dhambi kwa kumkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Ni Yesu pekee tu anaweza kunyamazisha kelele za mwili. Ni binti mwili unakusumbua, upeleke msalabani. Waambie wewe mwili katulia. Wewe ni kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Uzinzi sio fungu langu. Haibu kwa kwenye nyumba ya Bwana alafu unaanguka. Alafu kibaya nyinyi watoto ambao mnasali makanisa ya walokole. Ngoja nikwambie, wakijua sisi wa mama kwamba umedondoka, kila akija mwanao akitaka kukuoa atakwambia wewe usioe. Yule alianguka na yule. Ndio utakuwa shamba darasa la mfano mchafu. Sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Mchana wa leo tunakuja mbele zako. Tumevaa silaha zote tayari kwa vita kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaruhusu moto unaokula moto katika hii uanze kula chochote kilichoingia kwa siri ndani yangu. Naruhusu moto wa Roho Mtakatifu uanze kula kila kifungo cha uovu kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Natuma moto, natuma moto, natuma moto, natuma moto ndani yangu uanze kuchoma kila kifungo ninachokijua na nisichokijua. Roho wa Baba, ingia kazini dakika hii, saa hii, dakika hii, saa hii. Kila kifungo cha uovu kinachozuia yale mema kumjia jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Chomeka. Shambulia kwa yote hata kushambulia. Bila unaruhusiwa kutembea, ndio maana nimekuwekea hapo, unaruhusiwa kutembea. Unaruhusiwa kutembea. Piga kila kifungo. Huru walioonewa kwamba mvunje kila neno. Kuacha huru walioonewa. Tumeonewa watumishi wa Bwana. Tumetolewa kwenye nafasi. Tumeibiwa. Nitakuwa tuwe na promotion, tuwe na watoto, tuwe na ndoa, lakini nothing is moving. Nothing. Sasa tunataka, tunapoomba tunataka speed. Mungu afanye mambo yetu kwa speed. Naomba sogeza ubili madhabahu yetu. Wewe unajua umekuja peke yako. Unajua kilichokuleta. Ni maombi haya ndio atakayotuvusha. Inategemea imani yako kwa Bwana. Usifanye mchezo hapa. Sawa watumishi wa Bwana. Hapa mahali nimepaombea. Nimwambia Roho Bwana, kila aliyekanyaga mahali hapa kutane na wewe. Anasema kufungua vifungo vya uovu. Tunaambia Baba, nafungua vifungo vya uovu kwenye miguu yangu. Nafungua vifungo vya uovu kwenye mikono yangu. Nafungua vifungo vya uovu kwenye kiuno changu. Nafungua vifungo vya uovu kwenye tumbo langu, kwenye macho yangu, kwenye mikono. Wakikufunga wanafunga kila kitu. Hatua zako ziendi mbali. Repo sheke tayaba. Repo mwacheni hapo langu. Repo sheke tayaba. Wamekufunga. Sasa mtakuwa mnatembea huku mnasema, sawa kisha Bwana. Kwa speed. Tumeelewana watumishi wa Yesu. Kwa speed baba shetani ndio kama tumechanganyikiwa kitu cha akili timamu. Kwa jina haya hata kwenda. Kwa jina la Yesu. Nafungua hatua zangu. Nafungua maisha yangu. Nafungua akili yangu. Nafungua ufahamu wangu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nafungua. Unatoka leo. Unatoka leo. Unatoka leo. Kwa jina la Yesu. Mwambie natoka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leo hatua zangu zimekombolewa kwa jina la Yesu. Kuchelewa sio fungu langu. Baba, naomba spidi kwenye uchumi. Naomba spidi kwenye maendeleo. Naomba spidi kwenye elimu. Naomba spidi kwenye mahusiano. Naomba spidi kwenye utumishi. Naomba spidi kwenye ndoa kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Shetani unaliwa. Nipishe. Haya kimbia. Unatoka.
Biblia inasema Yesu akafanya kikoto, akasema nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Yeye amefanya kuwa pango la wanyang'anyi. Shika chochote, uwe mtandio, shika chochote kama kamba, anza kuchapa. Mwambie shetani, fanya kikoto. Mwambie wewe mnyang'anyi wa hatima yangu, mnyang'anyi wa biashara yangu, mnyang'anyi wa maisha yangu, leo utatoka, leo utatoka. Maanisha huku unatembea, maanisha haya, toka kwa jina la Yesu, 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 toka kwa jina la Yesu. Achia. Leo ninatandika kila mnyang'anyi aliyeingia kwenye anga zangu kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Wewe mnyang'anyi, anza kuondoka mapema. Leo sio yule wa jana, leo ni mwingine. Ndani yangu nina pembe za nyati. Leo nakutoboa, hautazuia biashara yangu, kazi yangu, ndoa yangu, mahusiano yangu, uchumi wangu, kibali changu. Leo nakutandika, nakupiga. Haya, piga huyo mnyang'anyi kwa jina la Yesu. Tumia jina la Yesu. Kila mnyang'anyi, achia maisha wewe, achia. Haleluya. Tumepewa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Mwambie shetani, mlaniwa wewe. Sema Baba, kwa jina la Yesu nimepewa uwezo wa kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui. Hata ni kila kitu cha kuficha hakitanizuru. Leo Baba, naharibu chochote nilicholishwa nikatukiwa, kipendwi, nakataliwa, nakutuzwa. Naruhusu moto wa Roho Mtakatifu ndani yangu uyeyushe chochote kibaya nilichokula kwa njia ya ndoto, nilichokula kwenye sherehe, nilichokula kwenye misiba. Kwa moto, chomeka. Anza kuchoma. Nataka yani usione hilo limtesa. Adui yetu mkubwa ni shetani.
Muone huyo shetani. Mwambie shetani, wewe umekula kwako. Uliyeniruhusu nikaja hapa. Leo nachukua mamlaka kwenye ulimwengu wangu katika jina la Yesu. Wako kukanyaga. Utaachia cha kwangu. Utaachia cha uzao wangu. Utaachia cha ukoo wangu. Biblia inasema Mungu atamsema shetani chini ya miguu yetu. Kazi yako ni kukaa chini ya miguu yangu. Leo na kunyofoa uko na kuning'inia na kurudisha hapa chini. Alafu na kukanyaga. Alafu na kukanyaga. Kuanzia leo hautanyanyua juu yangu wala watoto wangu wala biashara yangu wala ndoa yangu wala uchumi wangu wala mahusiano yangu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na chochote ulichoniibia kwa siri leo, yani leo, kuna kidogo yani leo utaachia kwa mamlaka ya jina la Yesu. Umeliwa mume, umelilia mume, tuachie. Umelilia kazi, tuachie. Umelilia kibali, tuachie. Umelilia hela, tuachie. Umelilia huduma, tuachie. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu nasema leo, kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu kuliambiwa uzao mwanamke ukipiga kichwa, na mimi leo ndio ninavyofanya. Napiga vichwa lako, napiga vichwa lako, napiga vichwa lako, utaachia kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Basi tayari kwa vita, tayari kuingia kwenda kuchukua haki yangu ya kuishi, haki yangu ya kuolewa, haki yangu ya kuwa na ndoa nzuri, haki yangu ya kuwa na cheo, haki yangu ya kuwa na furaha, haki yangu ya kuwa na hela. Nachukua. Sasa umekuwa mshale, nenda kachukue cha kwako. Kachukue cha kwako. Wewe ni kufundisha spiriti, sende kinyongo. Shika chochote cha mkononi, shika kibwelo, mwambie nimekama kibwelo sio mshale. Tunaenda kupambana kwenye ulimwengu wa roho. Pambana kwenye ulimwengu wa roho. Pambana kwenye ulimwengu wa roho. Nasema Mungu ni mwema. Kila alofika mahali hapo, kila alokanyaga hapo, hakika utaona mkono wa Mungu. Wewe ulokuja una hofu, naona kuna mtu mwenye hofu. Yuko mtu mwenye hofu, naomba hiyo hofu iondoe kuanzia sasa. Ondoa hiyo hofu ndani ya moyo wako. Naona kuna hofu. Wewe ninakuona kabisa una hofu. Nasema mimi nimekuja, maisha yangu sijui yatakwenda vipi, na natoka hapa sijui nitarudi vipi, lakini yuko Mungu atakayokwenda kukuinua. Lakini yuko Mungu atakwenda kukubariki. Wewe unakuja unasema ndoa yangu inaharibika, mimi baba siongei naye, kila ninachomwambia hataki kusikia. Leo anakwenda kufunguka baba yule, atakwenda kuwa mpole. Naomba tutulie niombe kwa dakika moja. Baba yetu mbinguni, ninakuja mbele zako kwa ajili ya watumishi wako Mungu. Wewe unajua thamani yao kuliko hata shetani anavyojua. Unajua namna ulivyoumba na kupulizia pumzi yako yenye uhai. Basi kwa mamlaka yako Mungu, ninakuja mbele zako. Mfungue mama huyu pepo ndani yake kwa jina la Yesu. Wewe pepo unang'ang'ania mwili wake, toka kwa jina la Yesu. Kuna mamlaka ya Mungu inakamuru. Pepo achia. Achia huyo pepo. Toka kwa jina la Yesu pepo. Toka kwa jina la Yesu. Toka, ninakuona umeshikilia. Toka una mamlaka. Toka una nafasi. Toka wewe chini. Toka wewe chini ambaye umekula mwili wake kwa muda mrefu. Toka kwa jina la Yesu. Toka una mamlaka. Toka una nafasi. Toka kwa jina la Yesu. Kuna nafasi. Kuna nafasi.
achia huo mwili wake. Bibi yake alinirudi. Ninakuamuru toka na mamlaka. Umetoka wapi? Mimi sihitaji kujua umetoka wapi. Ninachokuamuru ni uachie sasa kwa jina. Moto ulao, moto unaokutafuna, moto ulao, chini, toka tepo nyoka, toka chia mwili. Nakuamuru sasa, mko wanne tu, wala sio wengi, mko wanne tu. Nakuamuru sasa kwa jina la Yesu. Mnatoka kwa jina la Yesu. Lazima muame katika mwili. Si makazi yenu. Toka kwa jina la Yesu moja. Tumikia Mungu. Hapana. Toka. Hapana. Toka. Natakiwa Ninakuamuru sasa. Ondoke. Toka, una mamlaka. Toka, una nafasi. Kwa jina la Yesu. Ninakuamuru sasa na unanisikia. Lazima utaondoka. Pigo nalokupiga sasa ni pigo la safari yako. Mwili sio sehemu yako. Toka kwa jina la Yesu moja. Haleluya. Una nafasi. Umekuwa huru. Simama hapo ulipo. Uko huru. Tazama Mungu anapokuinua sasa. Ile damu uliokuwa unaiona mara kwa mara, utaiona tena. Utaona mchafuko wa tumbo lako. Utaona uchafuko wa maisha yako. Kuanzia leo wewe ni msafi. Jambo la msingi, samehe. Usibebe yale yaliyokuwa ndani ya moyo wako. Samehe kila aliyokutukana. Samehe kila aliyokukashifu. Samehe kila aliyokudharau. Ndani ya familia yenu unaona walikuwa wengine wanakuzomea. Lakini sasa imefika mwisho. Hakuna hiyo hali tena. Mungu ni mwaminifu ndani ya maisha yako. Na kuanzia unapotoka katika hiyo nyumba, utaona kila kitu kimekaa sawa. Kila kilichopotea, kuna kitu kilipotea, kitarudi. Na utakiona kwa jina la Yesu. Huyu ndio Mungu ambaye anasema na nyinyi. Na huyu mama aliyofunguliwa, ndivyo na wengine wote tulivyofunguliwa. Yeyote anaingia na ugonjwa ndani ya jengo, ugonjwa wake umetoka. Yeyote alikuwa ameingia na sononeko, kusononeka kwake kumekwisha. Yeyote alikuwa anahitaji kufunguliwa katika maisha yake, maisha yako yamekwisha funguliwa kuanzia sasa. Utukufu wa Mungu utajaa ndani yenu, na kwa namna kushangaa utakapotoka hapo utajiona ni mtu wa furaha, ni mtu mwenye amani, ni mtu mwenye kucheka, ni mtu mwenye kushangaza na kumwomba Mungu wakati wote. Na Mungu anamjua mimi, atawainua, atawabariki. Mmeingia sio patupu, mmeingia mmepata kitu. Kuna kitu utakipokea. Yes, asante Roho Mtakatifu. Baba, nakutazama kwa namna pekee Mungu. Naomba nimwambie mtoto, kuna mtoto hapa niombe naye. Mtoto. Kama wako wengi, wakusanye wote pamoja. Shetani asiwachezee. Shetani ana mamlaka. Kwa mmoja wao, hawa watoto wana baraka pekee sana katika familia. Lakini katika watoto waliokusanywa, yuko ambaye hata babake wakati mwingine huwa hataki kumuona. Nakataa kwa jina la Yesu ile kauli aliyoikataa, na ifuta kwa damu ya Yesu sahihi. Mtoto huyo akawa ni baraka kwenye nyumba yao. Alikataliwa na baba yake, alikuwa anamkataa. Baba yake anasema simtaki kumuona mtoto, lakini kuanzia sasa mtoto atamuona. Huyu mtoto ni nyota ya pekee katika maisha yao. Hii ndoa Baba anakwenda kuirejesha kwa jina la Yesu. Hii ndoa Baba anakwenda kuirejesha kwa jina la Yesu. Hakuna anaoshirikana chini ya jua. Mungu amemwona wabariki watoto hawa, wakufunika kwa damu kila mmoja. Maana ninajua shetani amekuwa akiwakimbilia, akijaribu kuvuruga maisha yao. Baba, wafunike kwa damu watoto hawa, wakawe ni baraka katika familia. Wasiwe na ugomvi ndani ya familia, wasiwe na mafarakano ndani ya familia. Maana wako ambao hata babako walikuwa wanasema hapana. Kuna wengine walizaliwa ndoa zikaanza kuharibika, lakini Mungu sasa unarejesha ule upatanisho kuanzia sasa. Watoto wao Baba, naweka mikononi mwako. Maana wazazi wao wanawalea, lakini Mungu ndio utakaowalea, utawatunza, watakuwa na watafika mbali. Na watakuwa ni baraka katika maisha yao. Lakini tena tangaza kuanzia sasa, hawataumwa, hawatakuwa na ugonjwa. Kuna mtoto ambaye alikuwa anagoma kula naye. Kuna mtoto anagoma kula sana. Kuanzia sasa mfungue tumbo lake lilofungwa, akapate kula kwa jina la Yesu. Wale ambao wakichezea usiku na mapepo, Baba ukawatunze na ukafunika kwa damu ya Yesu. Amen. Naomba tumshangilie Yesu. Naomba tumshangilie Yesu. Na kuhakikisha kwamba Mungu huwa anafanya kazi yake popote alipo. Naomba mtambue hivyo. Mahali popote Mungu kutenda kazi, haijalishi mko sehemu gani.
ulitoka ukijua kwamba sasa kila kitu kimekaa sawa. Nilijisikia kusema na nyie kwa sababu nilimwambia mama, nataka niseme nao watu wako, nizungumze nao ili Mungu akapate kuonekana na neno lake limethibitika, maana neno la Mungu linaponya, linainua. Mungu abariki sana. Sawa na amani. Na mtashuhudia. Nataka niseme kila mtu atatoka atakuwa na ushuhuda wake. Yuko mama mmoja, narudia tena, wewe mama nisikiliza, naomba tulia. Wewe mama uliokuja unalia toka ulipokuwa umetoka kwa ukiwa unalia. Kilio chako Mungu amekisikia. Usilie tena. Usilie tena. Ninakwambia usilie tena. Utamshangaa Mungu. Ninakwambia mimi sikujui. Unatoka huko na machozi na kutoka nyumbani kwako. Unaingia hapo unasema nataka nimuone Mungu. Wewe ndio Mungu unaona leo sasa. Na Mungu amekuinua. Mungu abariki sana. Endeleeni kumwomba Mungu, msichoke. Endeleeni kumwamini Mungu. Mungu atakapokutuma kufanya jambo lake, usisite. Maana naona kuna wengine wakitumwa wanataka kusita. Wengine wanataka kutoa kitu fulani. Kama unaona tunataka kutoa kitu, basi ongea na Mungu mara 2 mara 3, alafu atakwambia kafanye. Na Mungu abariki sana. Mkawe na Jumamosi njema. Lakini nataka niseme kitu kimoja. Tunawakaribisha katika kanisa letu la Amani Christian Center. Ni kanisa ambalo lina upendo, ni kanisa ambalo lina wajali. Wala watakaojisikia kusali Jumapili ya kesho, ibada ile ya kwanza asubuhi, basi mnaweza kuongea na mama hapo, na mtakapofika pale mtakaribishwa. Na ninaomba kama tabeba ujumbe wale ambao watakuwa tayari akawabisi kwa askofu. Wageni wameondosha hawa wamefika leo. Ninawakaribisha sana na Mungu abariki sana. Karibuni sana, hapo ni nyumbani. Sio na wasiwasi. Ninyi wote ni ndugu zetu, watoto wetu, familia. Mnakaribishwa muda wote. Muda wote, muda wote. Labda mmoja anasema, nene nataka niombewe na baba. Taratibu zipo za kuombewa na baba. Kuna mmoja kwa mfano nataka niseme, najisikia kusema hivyo. Kama atasikia habari baadaye mama Kirusha asikie. Alikuwa analia anasema anaota mandoto ajabu. Mimi nikamtafuta. Nataka niambie shetani ana akili sana. Unaweza kufanya unataka kunipigia, nikakupigia mimi alafu baadaye ukasema utanipigia upigi. Ujue shetani ameshaingia kwenye ufahamu wako. Kwa hiyo unapoona nikikupigia mimi basi kubali pale tumalizane. Nimeona pepo limelipuka hapo, mimi nimekuepo. Lakini nguvu ya Mungu inafanya kazi. Mungu haachi kusikia. Mimi namwamini sana. Oh yes. Tazama mama, wewe mwenye shida ya tumbo lako limepona. Shika tumbo. Mama wote shikeni tumbo. Wote shikeni tumbo. Wote tu shikeni tumbo na tumbo yetu. Baba yetu wa mbinguni, wewe ni Mungu unawajua mama hawa. Lakini yuko mmoja tu amekuwa akisadika na tumbo lake la uzazi. Baba, ninatamkia kuanzia sasa hivi kwa jina la Yesu, tumbo pona kwa jina la Yesu. Tumbo pona kwa jina la Yesu. Moto ulao utaingia ndani yako na kuondoa kila magonjwa, kila maradhi kuanzia sasa. Amen. Amen. Mungu abariki sana.